Sema hivi kwamba kama mwanzo nilivyosema pesa ni majini. Na mimi majini ninayo. Majini unayo? Majini nilionao mimi ni ya wema. Kwamba anaponiambia kuna ndugu yangu yuko sehemu fulani, mimi nikitulia namuona yule ndugu yake kule aliko. Natuma majini wema, wanakwenda wanatibu, wanarejea. Yeye mwenyewe akishapona, ndugu kwa ndugu wao ndo wanaowasiliana, bwana nilienda kwa mtu fulani alifanya moja mbili tatu. Mganga yeye anataka damu. Anataka damu ili mambo yake yaende. Na mchawi pia anataka damu. Kuna utofauti. Mchawi anahitaji damu ya binadamu ili asafiri kwenda kufanya vile anavyofanya. Mganga anahitaji damu ya mnyama ili aweze kumtakasa mgonjwa wake. Wachawi wengi ni maskini. Yaani japokuwa umesema wanatamaa pesa. Kwa nini wachawi ni maskini? Mchawi sio maskini. Mchawi sio maskini? Hakuna mchawi maskini. Hapana, mimi nakataa mtaalamu. Wachawi wengi wanaonyeshwa vidole kwamba yule fulani mchawi, wamekuwa wakionekana ni maskini. Ndio maana nakwambia, tajiri haukai kwao. Unakaa kwa watoto. Yaani inakuaje hapo? Yaani utajiri unakaa kwa watoto kwa namna hii. Wakati vile vinachumwa, havichumwa kuleta kwao. Vinachumwa kupelekwa kwa watoto wao. Kondo kwamba kwa nini sasa hawamiliki wao? Yaani kwa nini mchawi hamiliki yeye pesa? Narudia tena, pesa ni dini. Pesa ni dini. Atakapolishika hata akija nyumbani kwako, akishika pesa haondoki. Ndio. Mtaalamu unaongea vitu vizito. Mpatiaji wangu, tupo na mtaalamu. Kama unavyoona mtaalamu yupo huku mapolini. Siku zote wataalamu wa tiba asili wamekuwa wakipatikana kwenye mapori kama haya. Ndio maana unachoona huku ni ndege tu na vitu ambavyo vingine. Sasa mtaalamu ambacho kimetufanya akawa mbele za kamera ni kwamba mtaalamu huyu tunataka tupige story tujue ni kwa nini ni mtaalamu anafanya mambo mazito, anawasaidia watu, anatoa uchawi, anapambana na wazee, lakini ukimwangalia umri wake kama unavyomuona. Sasa tunataka tujue kivipi alikuwa hivyo. Ungana na mimi mwanzo mpaka mwisho. Lakini kubwa zaidi ni kukumbusha wewe ambaye bado hujasubscribe, chini ya video hii utaona maneno yameandikwa subscribe, utabonyeza maneno hayo kisha itatokea alama ya kengele, na ukishafanya hivyo tayari unakuwa umejihakikishia kupata update na habari zetu punde zinapokuwa zimetokea. Mtaalamu, habari yako? Nzuri kabisa. Karibu. Asante. Mtaalamu, kwanza pole na shughuli ambayo unaendelea, kwa sababu huku ni mapolini lakini tunaona kuna watu wamekuja kukutembelea. Pole na shughuli. Asante. Na huwa tukisema pole tunasema hongera kwa sababu nawasaidia watu. Hivi ni hongera. Ndio. Hivi mtaalamu, umri wako sio haujaenda sana, haustahili, kwa sababu imezoeleka mganga wa kienyeji ni mganga ambaye inabidi umri fulani mzee, lakini wewe tunaona ni kijana. Umewezaje kufanya mambo makubwa na kijana ukaaminiwa, kwa sababu kuna hata wazee unawapa huduma? Niseme hivi kwamba ni urithi ambao huwa unatembea kwenye damu. Japo nilikuwa nimejaribu kukataa. Lakini wanasema urithi huwa ukataliwi. Mwisho wa siku nilikuta tu usiku naota ndoto na wasaidia watu. Watu wanakuja kutoka nchi mbalimbali. Wengine wazungu pia wanakuja. Hadi wazungu? Hivi wazungu, hapo kabla hujaenda mbali zaidi, hivi wazungu wanaamini uchawi? Wao huwa wanatumia lugha yao, wanasema witch doctor. Witch doctor. Kwamba ni matibabu ya asili. Matibabu ya asili. Ndio. Kwa sababu sisi wengi huku Afrika, hususan huku Tanzania, tumekuwa tukiziaki sana huduma hii, lakini unasema mpaka wazungu. Hebu kidogo mtazamaji anapenda kujua hapo, wazungu pia wanakuamini wewe na kuamini tiba asili, hawadharau vitu kutoka Afrika? Wao wanapenda sana vitu asili, na istoshe wanapokuja wakitibiwa matibabu yao, wana magonjwa waliokuwa nayo, wakipata matibabu wakiondoka pia wanarudi kusema asante. Ndio. Sawa. Labda sasa mtaalamu, tulitaka tujue kwamba mpaka umefikia hatua hii ya kuwa mtaalamu, labda ulifanyaje au ilikuwaje? Kwa sababu unasema ni ulisi, ilikuwaje mpaka ukafikia hatua hii ya wewe kuwa mtaalamu? Ni ngumu sana kuelezea, lakini
kidogo nitawapa kwamba siku hiyo nakumbuka niko kwenye njozi nakabidhiwa hivi vitu, najikuta watu wengi wanakuja wenye shida. Nilishtuka kiuhalisia, hata kama ni wewe lazima ushtuke. Niliposhtuka nikakutana na wazee wamesimama wananiambia, mkuu, unasubiriwa wewe tu. Nikajiuliza, ukuu wangu umetoka wapi? Mbona mimi sijahitaji kuwa mkuu? Mwisho wa siku wakanichukua, nikaelekea, nikutana na mambo ya ajabu yanayotisha. Mambo gani hayo mtaalamu? Kuna nyoka ambao huwezi kumuona hivi kwa macho ya kawaida, ila ukimuona huwezi kusimama. Nyoka mmoja na vichwa vitatu. Ulimi wake huko kama upinde. Yani ukiuona hivi kwanza unaweza kusema huyu nyoka sio nyoka wa mchezo. Yani ukifuatilia sana kule ndani tulivyoingia, nilijiona kama niko sehemu ambayo sipaswi kugusa kitu chochote. Kwa sababu kila mnyama aliyekuwa nikimsogelea alikuwa ananifokea. Baada ya kufika pale mbele nilikutana na mti. Nadhani hapa tulipo huo mti upo, lakini kwa sababu tupo na kioo hatuwezi kufikia. Yani kioo kwa maana ipi? Iwe kamera, iwe kioo cha kujiangaliwa, iwe kitu chochote ambacho kinachoweza kuangaza, yani kuonyesha taswira ya kitu. Kwamba yani kwa sababu tupo na kamera hatuwezi kuuona huo mti wa maajabu ambao ulikufanyia mambo mazito ambao yamekufanya wewe ukawa mkuu kama hivi. Ndio, kwa sababu hapo mbele ya kamera nadhani kuna kioo, nadhani nakiona bila shaka. Kwa hiyo tukifika pale tukimulika, nadhani ndugu mtangazaji huwezi kusimama. Na hata hivyo maisha yako yanaweza kaa kwa hatarini. Kwa hiyo inaweza kaa hatari sasa. Ndio. Hiyo ni hatari sana. Mtazamaji wangu, huyu ni mtaalamu wa tiba asili ambaye tupo naye, tunapiga naye story hapa kwa sababu anafanya mambo mazito. Tumekuja huku mapolini, lakini tunaendelea kupiga naye story moja mbili hapa. Sasa mtaalamu, hivi ni kwa nini wataalamu wengi mmekuwa mnaishi sehemu za huku mapolini, hamuishi mijini? Niseme kwa mfano kama mimi hapa, hii ni ofisi yangu. Hii ni ofisi yangu, kwa hiyo siwezi kukaa nje na ofisi yangu. Kwa sababu ninapokaa nje na ofisi yangu inaweza ikanihitaji, maana ofisi yangu kuna muda inanihitaji. Kwa hiyo inaweza ikanihitaji ofisi yangu alafu mimi nikawa sipo. Tayari inakuwa ni tatizo kwenye mjini. Sawa. Na kumekuwa na waganga wengine ambao wapo mijini. Mtaalamu, labda wale ni waganga kweli au sio waganga, kwamba mganga lazima akae polini au pia mganga anaweza katoka akakaa mjini? Tunasema wapo wanaokaa mjini, ila wengi wao wanapenda kupata pesa, sio kutibu watu. Kwa wewe cha muhimu sio pesa, cha muhimu ni kumtibu mtu. Ndio. Kwa hiyo mtu akiwa na matatizo, wewe unafanyaje? Kwamba unasema wanataka pesa, kwamba wewe hutaki pesa? Unaposema neno pesa, pesa ni majini na mimi ninaishi nayo. Pesa ni majini. Msikilizaji wangu, unaona ni mambo mazito unaoendelea kuyasikia hapa. Mtaalamu anatuambia pesa ni majini. Sasa hapa nataka nikuulize mtaalamu, pesa ni majini kivipi? Kwa sababu mimi nimeshtuka, mtazamaji wangu atakuwa ameshtuka. Pesa ni majini kivipi? Hii ni mpya. Wanaposema hivi kwamba pesa, wengi wanasema pesa ni mahitaji. Kwa sababu pesa inakuja, inaenda kwenye mahitaji. Ila pesa ilivyo, sawa? Pesa, tunapozungumza pesa ni jini. Pesa huwezi kukaa nayo. Sawa? Kwa hata mimi hapa, wanaokuja kunishukuru wanakuja na vitu, sio pesa. Sio pesa, vitu, sio pesa. Sasa inakuwaje sasa hautaki pesa? Yaani wewe mbona ni mtu wa ajabu kwamba waganga wengi wanataka pesa, wewe unataka vitu. Kwa sababu pale pia tumeona ile ng'ombe inachinjwa. Ile ng'ombe ambayo ilikuwa inachinjwa pale ni ya nani? Ile ni sadaka. Ni sadaka. Ndio. Kuna mtu kaleta au ni sadaka umeitoa wewe? Yaani hiyo kuna mtu alileta ili tumtolee sadaka. Kwa hiyo ndio vitu ambavyo unavitaka wewe. Ndio, kwamba kama vile tunavyomtolea sadaka, ile damu inaenda kumtakasa yeye katika biashara zake, kazi zake. Ila ile nyama
sio naitumia mimi, kuna watu ambao nawapatia ambao hawajiwezi. Ndio. Kwa hiyo pale ile nyama ambayo imetolewa, lile tambiko ambalo mnalifanya ni kwamba baada ya pale ile nyama mnaenda kuwapa watu ambao hawajiwezi. Ndio. Mtazamaji wangu, ni mambo mazito. Huyu ni mtaalamu kama unavyosikia. Tumeona kuna ng'ombe ambaye alikuwa anachinjwa hapo. Huyu ng'ombe ni watambiko, lakini mtaalamu kwa mujibu wa maelezo yake anasema kwamba yeye hapokei pesa, anataka shukrani ya vitu akishamtibia mtu. Sasa mtaalamu, tulitaka kujua hivi tofauti, kwa sababu hata mtazamaji anayenitazama hapa anakuona wewe ni mchawi. Mtu ambaye wengi wanasikia uganga wa kienyeji ni uchawi. Sasa unamwambiaje mtu huyu kwamba tofauti ya uganga na uchawi ni nini? Mganga yeye anataka damu. Anataka damu ili mambo yake yaende. Na mchawi pia anataka damu. Kuna utofauti. Mchawi anahitaji damu ya binadamu ili asafiri kwenda kufanya vile anavyofanya. Mganga anahitaji damu ya mnyama ili aweze kumtakasa mgonjwa wake. Kwa hiyo ndio tofauti ya mganga na mchawi. Ndio. Je, labda mtazamaji wangu anapenda kujua na mimi ninataka kujua, hivi mganga anaweza kuwa mchawi? Wanaposema mganga hawezi kuwa mchawi. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni mtoaji wa tiba asili. Ila mchawi yeye ndio huja kupigana na mganga, kwamba yeye bado anataka awe kama nani? Kama mganga. Na kwa nini mchawi hawezi kuwa kama mganga? Kwa sababu atakapokuwa mchawi kama mganga, basi tunasema hivi kwamba shida tunazoziona si shida, ila zipo shida ambazo wataziandaa zitakuja. Kwamba huenda wewe mtangazaji wangu sasa hivi uko salama kwa sababu ya mimi nipo. Ila kuna huyo mchawi ambaye yupo tayari nyuma yako, anahitaji achukue maisha yako, lakini anashindwa kwa sababu mimi nipo. Anajua kabisa nikiweka tatizo fulani, akienda kwa mganga fulani atafanyaje? Atapona. Sasa na kuna baadhi ya waganga imesemekana wanapewa tuhuma za kwamba waganga hao wamekuwa wakiwatumia, yani anakuloga alafu anakuja kukuponya. Je, hilo lipoje, kwamba mganga anakuloga alafu mganga huyo anakuja akuponya, anajifanya anakuponya? Je, hili lipoje? Sisi tunasema na utapeli, kwa sababu anakuwa hana mtu wa kufanyaje wa kumhudumia. Na hao huwa hatuwaweki kwenye kundi la uganga, huwa tunaweka kwenye kundi la uchawi, kwamba ili nipate kipato ni lazima nitumie kama ukienda kwa wenzetu Sambani wanasema zongo. Anakutumia zongo, unapata shida, yani unaumwa, unakuwa ujielewi, huwezi kufanya chochote. Ila yeye utakapomwendea anajua kabisa dawa ni fulani, anaenda kuchukua dawa, labda atakwambia 2,200,000, 500,000. Hakuna anayejua. Utatoa, mwisho wa siku ataenda atachukua ile dawa yenyewe unakuta shilingi 2,000, 1,500 anakupatia ili mradi apate nini? Pesa. Sawa. Na sasa mtu atatambuaje kama huyu ni mganga kweli, huyu ni tapeli, huyu ananiloga mwenyewe, ananitibu mwenyewe? Mgonjwa, mimi nataka tiba. Sasa mimi nitakujuaje kama wewe ni mganga wa kweli, yule ni mganga wa uongo? Kiashiria kipi mimi kitanionyesha nikajua wewe ni mganga wa ukweli? Mganga wa ukweli hajitangazi. Hajitangazi kwenye vyombo, afanye nini, ila utamuona. Ila mganga wa uongo yeye utamkuta kila siku kwenye media anasema njooni kwangu. Kwamba yule anaposema njooni kwangu, wewe unapoanza kunyanyua hatua kwenda, tayari amesha kuwekea tatizo wakati anazungumza na wewe kupitia redio. Sasa labda mtaalamu, umesema mganga wa kweli hajitangazi, na wewe hapa umekataa sana kufanya mahojiano na sisi. Ni kwa nini ulikuwa hutaki kufanya mahojiano na sisi? Kwa sababu ningeonekana najitangaza kwamba niko na nyinyi, kwamba ili watu wajue kwamba mimi ni mtaalamu. Lakini hayo yote ya nini? Wao wenyewe wanakuja kwamba wanajua kabisa kwamba shida yangu hii, nikienda sehemu fulani naenda kupona. Kama nilivyozungumza mwanzo, kuna wazungu wanakuja, wanatoka huko kwao wanakuja, kwamba wanajua kabisa nikifika sehemu fulani ndio kwenye tiba. Lakini hawajawahi kuniona mtandaoni. Ni vile mmoja nilimponya, akaenda akamwambia jamani, mimi nimeponya sehemu fulani. Yaani hatuchukui mtu kwa sababu ya kujitangaza kumponya, no. Ila yeye akishapona aenda akaambia na wenzake ili waje. Sasa hapa
kuna yule ambaye ametuelekeza tukaweza kufika kwako, ametuambia kwamba kuna baadhi ya matatizo kwamba yeye alikuwa na ndugu yake yupo Oman huko, ukamtibia ukiwa hapa hapa yeye akiwa Oman. Ni uwezo gani ambao unakuwezesha wewe ukatuma vitu vyako, vifaa vyako vikamfanyia mtu akiwa mbali? Tunasema hivi kwamba kama mwanzo nilivyosema, pesa ni majini. Na mimi majini ninayo. Majini unayo? Majini nilionao mimi ni ya wema. Kwamba anaponiambia kuna ndugu yangu yuko sehemu fulani, mimi nikitulia namuona yule ndugu yake kule aliko, natuma majini wema, wanakwenda wanatibu, wanarejea. Yeye mwenyewe akishapona, ndugu kwa ndugu wao ndo wanaowasiliana, bwana nilienda kwa mtu fulani alifanya 1 2 3. Kwamba akija ndugu yako akakwambia na ndugu yangu labda yupo Oman, yupo Marekani, yupo wapi, unaweza ukatuma majini yako yakaenda kumtibia, yakaenda kumfanyia kitu akiwa kule kule? Ndio. Labda hayo majini ambayo unayatuma hata kwa mbali hayawezi kufanya ubaya kwamba ukayatuma afu yakaenda kumzuru mtu? Hapana, ndio maana nikakwambia majini ya wema. Hata unapotembea kwenye njia yapo yanatembea, ila yanakuacha upite na yenyewe yapite. Maana yale mabaya yakikuona yanapita, yakipita na kupiga kikumbo wewe unaanguka chini. Mtazamaji wangu, huyu ni mtaalamu ambaye tunazidi kupiga story hapa. Sasa huyu mtaalamu ana vingi ambavyo vinastaajabisha. Kubwa zaidi ni kukumbushe wewe ambaye bado hujasubscribe, chini ya video hii utaona maneno yaliyoandikwa subscribe, utabonyeza maneno hayo kisha utabonyeza alama ya kengele. Kwa mtaalamu, kingine ambacho watazamaji wangu na mimi tunataka kujua, hivi kuna wanasema kwamba kuna mtu anaweza kafa akachukuliwa msukule. Wengi wanajiuliza hivi msukule ni nini? Kwa sababu wataalamu wengi nimekuwa nikiwauliza swali hili, wamekuwa hawatoi majibu ambayo yanaridhisha. Msukule ni mtu ambaye amepumbazwa akili. Amepumbazwa akili. Kwa maana amepumbazwa kwa maana ipi? Yaani tunaposema amekufa pale anakuwa hajalala yeye. Kuna kuwepo kitu mbadala. Ambacho hicho mkishaangalia nyinyi buriani kile kitu, yani taswira ya ule mtu inakuwepo wakati mnaangalia nyinyi buriani. Mkishafunika ile buriani haipo tena. Buriani ni nini? Yaani kwamba ni kumuona marehemu kwa mara ya mwisho. Kumuona marehemu kwa mara ya mwisho. Na hata hivyo kwamba unapoenda kumuona kama ni mzazi, ukiwa na mtoto, alafu unaenda unamuona buriani na moyo wako unakatalia. Tayari wewe pale unaenda kuruhusu kwamba nakubali mwanangu aende akatumike. Kwa hiyo sasa kama unaona moyo unakataa mtoto wako au ndugu yako amekufa, inatakiwa ufanyaje? Tunasema mtafute mtaalamu. Mtafute mtaalamu ambaye anaweza kusaidia. Baada ya kusaidia hilo atakuonyesha kwamba mwanao yuko hapa. Kwa hiyo sasa, na kwa nini wachawi wamekuwa wakichukua watu msukule? Ndio maana nikasema hata mwanzo kwamba wao wangepewa cheo cha uganga. Nadhani hii dunia ingekuwa imegeuzwa juu chini chini juu. Kwa nini? Kwa sababu wao tamaa yao kubwa ni kwenye pesa. Yaani anapomchukua msukule ili yeye apate pesa. Kwamba aenda akamtumikishe, amletee nini? Amletee pesa. Ndio. Sasa na kwa nini imekuwa inazoeleka wachawi wengi ni maskini? Yaani japokuwa umesema wanatamaa pesa, kwa nini wachawi ni maskini? Mchawi sio maskini. Mchawi sio maskini? Hakuna mchawi maskini. Hapana, mimi nakataa mtaalamu. Wachawi wengi wanaonyeshwa vidole kwamba yule fulani mchawi, wamekuwa wakionekana ni maskini. Ndio maana nakwambia, tajiri haukai kwao. Unakaa kwa watoto. Yaani inakuaje hapo? Yaani utajiri unakaa kwa watoto kwa namna hii. Wakati vile vinachumwa, havichumwi kuleta kwao. Vinachumwa kupelekwa kwa watoto wao. Kondo kwamba kwa nini sasa hawamiliki wao? Yaani kwa nini mchawi hamiliki yeye pesa? Narudia tena, pesa ni dini. Pesa ni dini. Atakapolishika, hata akija nyumbani kwako, akishika pesa haondoki. Ndio. Mtaalamu unaongea vitu vizito sana. Msikilizaji wangu, haya ni maneno tunaendelea kupiga story kiwema tu. Anafanya mambo makubwa lakini mimi naongea naye tu kiwema kwa sababu ni mtu ambaye yuko social. Lakini kubwa zaidi ni kukumbusha wewe ambaye bado hujasubscribe, chini ya video hii utaona maneno yameandikwa subscribe, utayabonyeza maneno hayo kisha utabonyeza alama ya kengele. Kwa hiyo mtaalamu, nataka uniambie, pesa ni jini, mchawi akishika hatoki kwako? Hawezi kuondoka. Yaani
Yani hata huo umelala kwenye, yani nitolee mfano, umelala kwenye hela. Yani hata kukanyaga lile godoro hawezi. Kwa hiyo unataka uniambie mtaalamu kwamba njia mojawapo ya kujikinga na mchawi ni kulala na pesa? Sio kalala na pesa mfukoni ukasema umejikinga, na kuvua nguo afu anakuacha na kubadilisha nguo nyingine anayotaka yeye, afu anaenda kutumia na kurudisha na kubadilisha nguo yako. Kwa hiyo yani inatakiwa nifanyaje ili mchawi asinipate? Yani unaposema mchawi asikupate, sawa. Cha kwanza kabisa kuna vitu vingi ambavyo vinakujulisha mchawi anakuja. Mchawi hawezi kuja kuchukua ukiwa macho hata siku moja. Na mchawi ana muda kuja kwako. Lazima ujue huo muda. Anapotunga safari ya kuja kwako, wewe lazima uhisi usingizi mzito ulale. Pale yeye anakuja ili akuchukua kutumia. Na ndio maana wengi wanaolala saa 10 anakuja anajikuta asubuhi amesauli au wamemsahau hata kumnawisha miguu. Lakini kama alimpeleka bondeni amemlimisha, wamemrudisha wameshindwa kumnawisha miguu. Mtazamaji wangu, tuna mengi ya kuzungumza na mtaalamu, lakini huyu ni mtaalamu ambaye tunamalizana naye hivi. Lakini kubwa zaidi ni kukumbusha wewe ambaye bado hujasubscribe, chini ya video hii utaona maneno yameandikwa subscribe. Labda mtaalamu, neno la mwisho kwa ambaye anakutazama, ambao wamekuwa wakichukulia tiba asili ni ushirikina, tiba asili ni uchawi, unawaambia nini? Niseme hivi kwamba tiba asili imewekwa kwa ajili ya sisi kupata uzima. Tunaiona miti ndio maana ya tiba asili. Haya mengine tunayotumia kama majini, hivi ni vitu ambavyo ni vipawa ambavyo Mwenyezi Mungu mwenyewe ametupatia. Sawa, mtazamaji wangu, mpaka kufikia hapo hatuna la ziada. Chao.